sifa. Siwezi kuelezea ushuhuda wako ulivyopigana mwanangu, mpaka nikaweza kumaliza. Mtoto wewe, umepambana na mambo makubwa sana, bila kuogopa nini kitakupata. Sifa, sifa, tutakukumbuka daima. Wadogo zako wanalia, kanisa linalia, jamii inalia, kiwango ambacho hawajawahi kulia. Sifa, ulifanya mambo makuu sana, kiwango ambacho watu walitoa gharama zao ili upone, lakini haijawezekana. Sifa, umetuacha. We mtoto uliyegusa jamii kubwa. Ni kweli umezaliwa kijijini Sifa, lakini kulingana na majukumu uliokuwa nayo umesikika dunia yote Sifa, mpaka watu wanalia pande zote. We mtoto sifa, 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 sifa. Isaya 1:17 ulisimama nao na ukasema sitakaa kimya. Siku zote ulipoona watu wanaonewa, ulisimama ukakemea. Sifa, we ulijulikana kama mtu asiyependa maovu kabisa. Hata sisi tulioishi na wewe tulijua hivyo. Ukupenda kuficha uovu Sifa, kuanzia nyumbani mpaka unakofanyia kazi Sifa. Leo hii mwanangu umetuacha. Inaniuma sana. Sifa, umetenda mambo makuu ukiwa katika dunia hii. Ni mtoto mdogo, lakini mambo uliyoyafanya hata wazee ni ngumu sana kuyafanya, ila uishi milele kwa kazi zako ulizozifanya. Mungu na awe pamoja nawe. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Niko nyuma yako ndugu yangu. Maumivu yalivyokuwa yanazidi kuwa makubwa, ndivyo imani yao ilivyokuwa inakuwa sana. Maumivu yalikuwa yanakuja kuongezea hatua. Hata wale waliokuwa waoga ambao walikimbia kina Petro pale, wakakimbia wakati Yesu anasulubiwa, lakini walijiona kwamba amekufa, wakajua hapana, hata sisi tunatakiwa tufe kifo kile alichokufa Yesu. Kilikuwa kinatisha, lakini waliona amekufa na Yesu, mbona ana heri sana. Wakaanza kuona ni heri yule aliyekufa, ni heri yule aliyelala. Akaanza mwizi msalabani pale, wakaona ameokoka na yule. Sisi tunakimbia, tunaenda wapi? Basi na sisi akina yeyote aliyekimbilia kokote. Na ndio maana unakuta katika wale wanafunzi 11 unaangalia wale wote, na wao ukimtoa Yohana tu mmoja ndio baba anasema hakuuawa. Wale wengine wote na wao waliuawa. Lakini ukiangalia uwezo waliokuwa nao ulikuwa hatari. Walikuwa na uwezo wa kuinua kina Dorcas waliokuwa wamekufa. Lakini mimi Sifa ni rafiki yangu. Sehemu nyingi mitume tumekwenda mimi na yeye, si ndio? Tumekwenda tukihubiri injili mimi na yeye, lakini unakuta tunainua mtu mwingine, lakini unakuta mimi sina uwezo wa kumuinua yule Sifa.
walikuwa wana uwezo wa kufufua, lakini ukuti kwamba basi pale Petro akamuinua Yakobo, akamwombea Yakobo, akafufuka, wakaendelea na safari. Unakuta hamna kitu kama hicho. Haikupungua heshima ya Mungu kwa sababu ya tukio lolote. Hakuna tukio lolote ambalo litashusha imani yetu kwa Mungu. Hakuna tukio lolote ambalo litafanya sasa tuanze kuona baba yetu mbarikiwa amechanganyikiwa, Mungu kwa hiyo hapa anatupiga. Mimi nahesabu tu nani anayefuata sasa. Nani anayefuata? Ni mimi Modesta. Mimi nahisi ni mimi Modesta kwa sababu naona wanaanza kuondoa kama wale shetani na mashetani yake. Anaondoa wale wa karibu. Kwa hiyo mimi naanza kujipata Mungu nahisi hapa anayefuata ni mimi. Lakini sianze kuona sasa mchungaji amechanganyikiwa, wametokea manabii wanasema walitabiri, sijui. Mimi nasema hapana. Mimi sioni haya kwa lolote. Mimi simuonei haya Mungu. Anabaki kuwa Mungu zaidi ya yote. Kwa mfano labda hao manabii wangekuwa ndio wachungaji zangu, ningeona aibu. Kwa sababu unatoa unabii. Mungu sio muongo. Unatoa unabii. Mtu fulani natoa unabii mwezi wa 10 litatokea jambo. Mwezi wa 10 halijatokea. Lakini pia hata anayejibu alijibu. Je, kuna baya zaidi ya kifo? Kuna baya zaidi ya kufa? Yaani unamwona mtu ni maiti hapo natabiri kwamba natabiri huyo anakufa. Unamwona anakata roho unasema natabiri unakufa. Je, kuna baya zaidi ya kifo? Kwa sababu ilikuwa ni baya zaidi. Basi wengine tukawa tunajua mbarikiwa atakamatwa, atalawitiwa, atakamatwa na mke wake, watalawitiwa, video zitarushwa. Labda hilo ndio tungekuwa tunaona sasa jamani tukafiche wapi? Lakini kwenye kifo hatujaona sifa akiwa amefia guest. Hatujaona sifa kwamba sasa labda amefia akiwa amefumaniwa na mume wa mtu, kwa hiyo akachomwa kisu akafa. Hapana. Amekufa. Amekufa katika njia ya haki. Akiwa yuko na Mungu sawa. Haitishi. Mwimatezi anasema kifo na kaburi haviumi. Kwa Mungu huku litashinda kwako. Anasema haviumi. Kifo na kaburi kwa Mungu haviumi. Na haya sio mambo ya kusema baba makubwa sasa mbarikiwa ndio kubwa itamkuta mpaka watu wote watawanyike. Mimi najua hata nikienda wapi nitakufa. Itanifanya nini nikafie kwenye mapipa ya pombe? Kusema niko naye kwa Mungu huku. Kote wanakufa, kule wanakufa na kwa Mungu huku nako tunakufa, lakini huku tunakufa tukiwa na tumaini jingi sana. Sio ni ajabu. Ningekuwa naona sasa mwezi wa 10 halijatokea, limekuja kutokea wa 4 tena na sisi tunaweza tukasema kwamba ni tuna maumivu makali, lakini sio lile ambalo ukasema ni kubwa. Tukajua labda sasa litapigwa bomu hapa, litatusambaratisha wote hapa, ni kubwa hilo. Mwezi wa 10 tukaa tunaishi sasa tunasubiri nini kinakuja kutokea. Linakuja kutokea wa 4 ndio nainuka nilitabiri kwamba litatokea. Basi ona aibu hata ule mwezi tu kwamba Mungu alisema hivi. Kwa Mungu ni wa kuungaunga kwamba wa 10 au katika ulimwengu wa roho 4 ni 10. Mtaanza kusema hivyo. Hapana. Lakini yote yanayotokea tunabaki kusema Mungu, wewe unakuwa ni Mungu. Haubadilishwi, hakuna tukio litakaloweza kubadilisha Mungu. Sisi wengine labda mbarikiwa aache msimamo na sisi tuanze kusema kwamba mbarikiwa ameacha njia. Tumemwona tu kabisa huyo hapa. Hatimaye mbarikiwa afumaniwa. Ukiniletea ushahidi amefumaniwa na mimi mbarikiwa anaacha imani yake. Amefumaniwa. Mbarikiwa afumaniwa. Nimeona tu kabisa live hii hapa. Mzee umefumaniwa? Wanangu kweli ni unajua shetani. Hapo ndo napata shaka. Lakini yanayompata kwa ajili ya Mungu hapana. Baba zetu wa imani walipatwa na mabaya lakini bado waliendelea kuwa pamoja. Walipatwa na magumu lakini bado walikuwa wanajifungia kwenye chumba pamoja. Walipatwa na magumu sana lakini walikuwa wanajifungia kwenye chumba wakimuita Mungu pamoja. Walikuwa wakiendelea kuimarishana pamoja. Kwamba pamoja na yote haya lakini bado hatuachi kumtumainia Kristo na bado Kristo atahubiriwa. Pamoja na yote. Haleluya. Haleluya. Omboleza ukiwa unafikiria hivi yote usianze tu kutoa huruma za bure kwa mtu ambaye na wewe unakuta unamhurumia. Ni kweli mioyo yetu imenaruliwa, ila tutafakari sana njia zetu. Tunalia, tunamomboleza. Sifa mchaji wa Mungu. Basi na sisi ndani yetu uingie uchaji. Kupitia hapa tulipo tutaongea sana, tutasikiliza sana, lakini kila maneno ambayo unakuwa unasikia wakati tukiendelea kusubiri mwili wa mpendo wetu, basi tulie kwa kuomboleza.